Kaondoka tu vizuri pale akacheka kaaga. Yeah. Kuna watu nyuma ambao wanafanya hizo shughuli. Yes. Zinakwenda, wanalipana, yanaisha. Lakini usikii mtu anasema mimi naondoka zangu Simba, naondoka Yanga kwa sababu amenidhulumu. Hiyo sio professional, kwa sababu kwa siku inaweza kwenda karibu reputations na unawapa alert hata timu nyingine kama huyu tukimchukua sawa, Yes. ana tabia kama hizi. Yeah. Nafasi yake ipo lakini bwana mdogo pale. Mimi nikiangalia kwa kile ambacho anacho ni beki mzuri ambaye mimi ukiniambia kwa sasa hivi ukimtoa Yaokwasi kama angekuepo yeye alikuwa ni second choice. Alimwacha mbali kwa na Shomari. Mimi ukiniuliza kwamba Yanga sasa hizi unatoa option wawe na walinzi wangapi kwa maana ya ubora wake na uwezo. Yeye alikuwa ni second option. Okay. Kwamba anapotoka Yaokwasi anafuata yeye. Yes. Lakini uzuri anaweza kucheza maeneo yote mawili. Anacheza kulia na kushoto. Anaweza kucheza. Kwa hiyo ana faida ya ziada kwenye timu. Yep. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri nafasi bado anayo. Sasa ni namna gani anaweza kaenda kajimudi, iko ni kitu kingine. Yes. Bwana Chief, ni kushukuru sana na kwenye hili la Isla tunalifunga hivi. Unaruhusu kama kutakuwa na challenge turudi tena kwa interview? Karibu. Okay. Sina shida. Okay. Wewe ndo Chief Nzobane Kamazu Fela. Mkufunzi wa yani wa wachambuzi wote Tanzania. Hawataki, I don't care. Bwana ni Dominic Salamba, moja ya watu ambao wanatufundisha sisi vijana ni namna gani unaweza ukavaa miwani usiangalie kile ambacho kinaendelea. Wewe mtukane, mseme, utajua mwenyewe, lakini ukija unakula fact alafu unakaa pembeni. Kuna mtu nilimsikia Chief anasemaje? Mimi ni shabiki wa Simba. Nikiingiaga pale nikiona Salamba natukana, ila kuna wakati tukijifungiaga tunasema hapa basi tumeambiwa kweli. Unajua hata jana jana nikiwa naendelea na shughuli zangu nilipigwa simu na shabiki mmoja. Tena ni shabiki ni wa jinsia yake. Yes. Sababu mimi ni mwalimu. Niko nafanya shule fulani. Yeah. Yaani mimi nakuchukia sana kwa sababu unaisema sana Simba. Nikamwambia of course kama unanichukia mimi nakupenda kama shabiki wangu kwa sababu ukiona mpaka unanifuatilia maana yake wewe ni shabiki yangu. Sasa tuanze tuzungumza kwa facts. Kipi ambacho mimi nikizungumza wewe unakiona sio sahihi. Twende kwa facts. Moja siku akaja kwa shabiki wangu. Unawezaje kumudu? Kwa sababu unajua hizi timu watu wamezichukua ni zaidi ya imani. Yes. Ni zaidi ya imani, zaidi ya mahusiano, zaidi ya kila kitu. Yeah. Kwa hiyo kuna mtu yani Yanga ikishinda ndio furaha yake. Mapenzi yanamchanganya, fedha ngumu, mitikasi migumu. Kwa Yanga ikicheza naye anapata pleasure. Yaani ndio hivyo, the same to Simba. Ndio kitu ambacho yeye kinampa furaha. Unajua kila binadamu anatamani kuthaminiwa. Yaani silaha ya kwanza binadamu ni upendo. Yaani ile unasema kuseek your presence for others. Yaani uwepo wako kwa watu wengine upoje. Ndio unakuta mara nyingi nilikuwa namwambia mtu kwa nini unakuta hata makanisani humu most of the times kwenye hizi nyumba za ibada. Wengi wanaohusika na hizi ibada sio kwa nia mbaya, ni watu ambao wana changamoto nyingi sana. Ukiangalia watu wengi ambao wanajishana na mambo ya ibada, achia mbali mambo ya kiimani, ni watu ambao wanapita katika mazingira magumu. Kwa nini? Anaona kwamba sasa kama huku duniani kote hakuna ambaye anaweza kanisikiliza, basi kwenda kwa Mungu. So nikiingia mule sitasemwa, sitatukanwa, nitapewa msaada, nitasoma kitabu, nitafanya hivi. Kwa hiyo binadamu anasiki hiyo kuona kwamba mimi nipo. Kwa hiyo sasa mtu mwingine anapojinasibisha na Simba au Yanga, anahisi ndio yeye. Kwa hiyo Simba ikishinda hakuna mtu akumnyang'anya ile furaha. Ni ya kwake. Yaani unaweza kumwambia kwa nini unashangilia Simba wewe wakati imeshinda? Yaani ile haki ni haki ya watu wote. Si unanielewa? Lakini leo hii kuna maeneo yana limitations. Kuna maeneo hawezi kushangilia. Unaelewa? Kwa hiyo huyu mtu sasa unapokuja kumwambia madhaifu ya kile kitu anakuchukulia wewe katika negative way. Kwamba kwa nini unatusema? Kwa hiyo reaction hilo moja. Lakini jambo la pili, kuna watu wengine yani wamechanganyikiwa na maisha. Maisha yamewachanganya. Ana stress. Hawezi kufanya management ile personal management kwa maana ile stress zake, ile personality yake hawezi. Kwa hiyo sasa yeye anapokwenda mitandaoni ana shida ya akili. Kila anayemuona yeye kwake ni mtu wa tofauti, ni mtu wa ovyo. Kwa hiyo anatukana.
ikiwa ni njia ya kupunguza ile ya kwako, atakuona tu, atakutukana sana yani, hapo hata hakujui, ili aweze kutoa kile ambacho yeye anachukua. Kuna wagonjwa wengi wa akili wako mitandaoni, wengi sana, ambao matatizo ya akili kutokana na misongo na pressure za maisha. Lakini kuna mtu mwingine yeye tu ana jealous na watu wengine, unaona, yani yeye tu yani kwamba kwa nini huyu yuko pale, na wakati mwingine yeye alitamani kufanya na anahisi pengine anajua kuliko wewe, lakini hana hiyo platform. Kwa hiyo anakuchukia. Yaani kuna mtu jamaa salama pale ana kigugumizi yule. Mbona watu wengi wanamfuata? Mbona ana followers wengi sana? Mbona mimi naweza kuliko yeye kwa mtazamo wake yeye? Mbona sina followers? Mbona sina comment? Mbona sina like? Kwa hiyo yuko tayari atengeneza hata account fake. Aandike jina jipya, aje akutukane tu. Si unanielewa? Kwa hiyo hizo ni baadhi ya character za watu. Sasa ukishazijua hivyo vitu, mimi hainisumbui kwa sababu ni mzuri kwenye saikolojia. Kwa hiyo mimi waga siwezi kupata shida na mtu ambaye anazungumza vitu, najua anakuwa na release zile emotions zake. Kwa hiyo ninaendelea na kesho namuongezea tena, namuongezea tena mpaka atakapokwisha. Dominic Salamba hajawahi kufikiria kuacha kufanya hivi kwa ajili ya maneno. Swali. Kushauri nimeona anaonekana hajafunga, alipofunga alifunga goli ambalo watu wanalitemu kwamba alibahatisha. Kwamba beki alisoma, sasa watu wameanza kuquestion bila ubora wake. Unaendana na ligi ya Yoko hivi sasa. Kwanza kuna kitu ambacho watu wanatakiwa waweze kukielewa. Shalulile amekuja Yanga sio kuja kutafuta magoli. Yaani ili aonekane bora. Yaani Shalulile haitajiki afunge magoli kwa ligi ya Tanzania ili aweze kuthibitisha ubora wake. Si unanielewa? Kwa sababu amefunga katika ligi kubwa na ngumu kuliko ligi ya Tanzania na ndio mfungaji wa muda wote wa ligi ya South Africa. Unaelewa sijui? Kwa hiyo amekuja Yanga kuleta vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kuja kuinua brand ya timu. Kuitangaza brand ya Yanga. Jambo la pili kuja kuongeza kitu kwa wachezaji. Unaona kama utakuwa unaangalia most of the times akiwa uwanjani, kazi yake kubwa ni encourage wachezaji wanapokosea na wanapopatia. Yuko pale kwa ajili ya kuenjoy. Anasherehekea mafanikio aliyopata katika muda wake wa kucheza mpira. Ni kama leo hii Cristiano Ronaldo akiwa sawa katika majukumu yake. Unakumbuka kuna World Cup moja ilitokea penalty, hakupiga Ronaldo. Lakini pia kuna mechi moja ya World Cup alikuwa yule nani leo dogo ambayo ni mchezaji wa AC Milan, Rafael, unaona? Akazungumza kwamba nilipochukua mpira nikiwa naenda nikataka nimpe Ronaldo, akaniambia piga. Wakati Ronaldo alikuwa anaweza kwa goli ngapi? Hat-trick goal, atakuwa na goli 2. Lakini kama sababu Ronaldo yeye saizi hahitaji tena hat-trick nyingine. Ili ionekane yeye ni bora. Hahitaji afunge magoli 5 tena ili wewe umuone bora. Kama mpaka saizi hujamuona bora, maana yake huwezi kumuona bora tena. Kwa hiyo Shalulile ipo katika hiyo level. Ni mchezaji mkubwa sana ambaye yupo. Ndio unamuona kwenye moments mbalimbali. Lakini pia watu lazima waelewe kitu kimoja. Leo ndio mechi ya ngapi? Leo ni mechi ya pili na ni mechi ya 3. Ukiangalia toka ngao ya jamii, ukija na mechi hapa, ukichukua mpaka ile mechi ya Yanga Day, unazungumza mechi 4. Ana magoli 2. Sawa? Mechi 2 ya kuweza kuscore. Ana amescore magoli ya kuweza kubalika. Kwa hiyo mchezaji mkubwa apimwe na hizi pressure hizi nazungumza. Kwa hiyo kama ulishindwa kuappreciate kile ambacho wanacho, haitakaa. Sababu siku atakuja atafunga magoli 5 kwa sababu tayari wewe una mentality ya kwako, unasema alibahatisha. Yaani tayari wewe una majibu yako. Unaelewa? Yaani tayari kwamba huyu una majibu yako, alibahatisha bwana. Atakomfungaji yeye. Kwa hiyo anayemkataa hawezi akafanya aweze kuprove. Kikubwa ni kwamba ni level ya juu ya mshambuliaji ambaye amewahi kucheza katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo hahitaji leo hii awe na magoli 7 aweze kuthibitisha hilo. Hahitaji. Bwana, tumefika tamati ya kile ambacho tulikuwa kuna swali ulikuwa unaniuliza hapo kwamba nafikiria kuacha? Kuna swali ulikuwa na kuuliza. Hiki ambacho labda kukutana na maneno kama hivi ambavyo umeongea, usha kufikiria labda kuacha, yani kakuingia ukaona au niachane nayo? Hapana, mimi naamini kwamba moja ya jukumu langu kubwa, mimi ni mwalimu. Yani mimi ni mwalimu, ni mwalimu. Kama ni mwalimu, kazi yangu ni kufundisha. Ni kufundisha. Na tuna jukumu hilo. Na kufundisha, hatufundishi tu wanaotuelewa.
hata ambao hawatuelewi pia tuna jukumu la kuwafundisha. Sahihi. Kwenye kile ambacho kwanza ukiona mtu anakutukana, ndio maana yake kuna kitu umezungumza kimemgusa. Okay. Lakini pia anakufuatilia. Yes. Na kwa nini anakufuatilia? Anahisi una kitu. Na kuna kitu alikitarajia kutoka kwako. Akisikie, Yes. Alafu hajakisikia, umemdisappoint. Okay. Kwa hiyo kama umemdisappoint na ameumia mpaka akatukana, huyo ni shabiki wako mkubwa. Wanamsema kwamba ukimwona mtu anamchukia sana ex wake, basi ndio alimpenda sana. Si unanielewa hiyo kauli? Yes. Watu saikolojia wanaweza kanielewa. Mtu ambaye umpendi akikuacha inakuuma nini? Haikuumi. Sasa mtu ambaye umpendi, umfikirii, akiongea kitu kitakubodha. Kwesi kusumbua. Yes. Kwa hiyo wale wote ambao wananiattack, maana yake hao ndio mashabiki wangu wakubwa kuliko wale ambao wananitukana, kuliko ambao wananisupport. Yaani hao ambao wananiattack ndio mashabiki wangu wakubwa kuliko wale ambao wananisupport. Kwa sababu wale wanakwenda beyond kwenye kile ninachokizungumza. Yes. Kwa mimi ninazidi kuwapenda na nitazidi kuwapenda zaidi kwa sababu lengo langu ni kutibu, lakini pia ninachokizungumza nakizungumza katika roho na kweli. Yaani nazungumza kitu ambacho ninakifahamu. Kwa hiyo ndio ukiangalia kuna wakati nafika hatua kama utakuwa unafuatilia, inaweza katokea scenario nikabakia peke yangu nchi nzima. Yes. Katika wachambuzi. Sahihi. Unaona, nilizungumza kwamba Simba hawezi kuwa bingwa mwanzoni mwa msimu. Nikatoa facts zangu. Lakini baadaye ikaja kuthibitisha, wote wakaja wakaungana na mimi. Unanielewa sio? Kuna vitu vingi ambavyo unakuwa nazungumzaga, nilikuwa kwanza toka kwamba Manula inabidi ajifunze kwa Diara. Wakati watu hawajaona, ikatokea mjadala mikubwa sana ya kwenye maredio na kwa nini? Kwa nini nimezungumza vile? Lakini leo hii no doubt nilichokizungumza kinaishi. Lakini bahati mbaya wanakuwa warudi kuja kunisupport. Niliwaambia kwamba kwa mwenendo huu wa Simba atateseka sana dhidi ya Yanga. Yes. Na juzi ndio nimetoka kauli nyingine. Kwa maana ninachokiona sasa hizi ile issue ya kuona Doto inakwenda kufa. Inakwenda kuwa first born na second born. Nimezungumza juzi. Yes. Acha muda uendelee kusema. Kwa hiyo mimi kwa sababu ninachokizungumza nakifahamu, nitazidi kuzungumza as long as sizungumzi kwa kutafuta pengine credibility au kutafuta su interactions au kutafuta su maarufu mitali maarufu. Kwa hiyo nazungumza kwa sababu ninachokizungumza nimekiona. Ndio maana hapa nakwambia kwamba Shadrack Kiboka anakosea. Lakini kwa sababu mtu ameshakaa, mimi ndio nilikuwa kwanza kuambia kwamba Yanga usajili wao ni mwaka huu mbovu. Nilikuwa kwanza kuzungumza kwamba Yanga usajili wao waliofanya dirisha kubwa na dogo hauko sawa. Unanielewa hauko sawa. Nilizungumza, lakini pia ndio niliwaambia kwamba katika ile kwa mara ya kwanza Yanga anakwenda kutafuta sare Zanzibar. Niliwaambia mimi kwamba kwa mara ya kwanza Yanga anaingia kama underdog kwa Simba. Unakumbuka? Nilizungumza kwamba kwa mara ya kwanza mzani umegeuka, Simba anaingia kama ni favorite wa mchezo. Nini kilitokea? The same ambacho kilikwenda kutokea. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo mimi binafsi sifikiri kuweza kuacha sana tu. Ninafikiria tu kuendelea kuboresha, lakini hata kama nitakuja kuacha basi ni kwa sababu tu ya majukumu mengine nilionayo, lakini si kwa sababu ya maneno ya hawa watu. Hawa watu mashabiki zangu, naendelea kuwapenda na nitaendelea kueleza ukweli kwamba kuna vitu lazima vikae sawa ili mpira uweze kuendelea. Basi na sisi tukuahidi tunaendelea kujifunza kutoka kwako. Kwa hiyo hata ikitokea ukaacha basi wajue tu kitaendelea vile vile. Diego, na swali? Okay. Sawa, Chief. Yes. Hivi karibuni nilizungumza na Hans Raphael. Akataja orodha ya wachambuzi wake 5. Ni exclusive hii. Umo kwenye list ya wachambuzi wake 5. Aligawa wale ambao kwake ni mabrother na wale ambao wanakuja. Kwa katika wale mabrother wewe uko kwenye nafasi hizo 5 za juu. Pengine unalipokeaje hili, na ukimtazama potential alionayo, ukitazama na wakati wenu tofauti iko wapi? Yes. Jambo la kwanza nafikiri mimi nilifurahia, na nilifurahia kwa sababu kwanza ni kweli ni kijana wangu ambaye ninajivunia. Ni kijana wangu ambaye najivunia kwa sababu ni sehemu ya kumtengeneza, kwa maana ya kuweza kumshauri mpaka amefika pale, na ni mtu ambaye amekuwa ni msikivu na anapenda kujifunza, na tumepitia kwenye vitu vingi mimi na yeye nje ambapo tulikuwa tunazungumza. Kwa hiyo cha kwanza ninajivunia uwepo wake. Ni kijana ambaye niliona potential yake, na sio yeye tu. Leo ukimtafuta Ali Kamwe wakati anaingia Azam mimi nilikuta pale, na ukimtafuta kwambia
bazako Salamba alikwambia nini? Atakwambia mimi nilimwambia kitu gani na nini ambacho kinakwenda kutokea sasa hivi. Lakini the same na wako wengi na tulio, kwa sababu tuko tunaendelea kuwasiliana vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa Hansi, mimi kwangu ni kijana ambaye nikimuona na feel proud. Unajua unapokuwa unakutana na kijana alafu ukamuona na kitu alafu ukazungumza naye na akafuata na akafanyia kazi pengine kuliko mambo wewe ulikuwa unafikiria, na ukamwona katika level ya juu ukiwa na kiti mama, unamshukuru Mungu. Sawa, jambo la kwanza. Lakini pia kwa career yake ni miongoni mwa wachambuzi ambao kwa saizi ndo top of the town. Yani the best and the best, sawa, pundits kwa Tanzania saizi ni Hans Raphael. Hakuna mwingine, yani ndio top kwenye peak ya nchi hii ni Hans Raphael. Ashira mbali kwa mambo yake ya usajili ambayo anaendelea nayo kwa maana ya uchambuzi. Na utofauti wa zamani na sasa ni kitu gani? Sisi zamani tulikuwa tunafanya uchambuzi, lakini kwa sehemu kubwa sana tulikuwa tunazungumzia yani kile ambacho tunakiona kwenye mpira. Tulikuwa tuendi zaidi nje, kwa maana sawa kwenda nje. Tuko na kina Ali na watu wengine, kina Ali Mae na watu wengine pia. Sasa hivi kitu ni kwamba vijana wameongeza effort, wamekwenda zaidi ya kuendelea kufata taarifa na kujua kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo wako very committed hasa kwenye game yenyewe. Ndio maana ukuta ukiingia kwenye kufanya analysis wana vitu vingi vizuri na vikubwa ambavyo wanavyo. Kwa hiyo kwa wakati wao ndio mpira unavyohitaji. Yaani wana taarifa nyingi zaidi kuliko sisi ambazo tulikuwa nazo nje ya kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo na ni kawaida, ni kama leo niambie Bongo Flava kina Dully Sykes na hii leo hii ina mabadiliko makubwa pia. Kwa hiyo kila kitu kina era, kina wakati wake. Kwa hiyo wakati huu ni wakati wa vijana ambao wanajaribu na wanakuja wengi, kwa sababu sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kufika na ndio tulifanya watu wengi, hatakuwa wa kwanza kabisa, lakini sisi ndio tulifanya watu wengi wapende uchambuzi. Unaona, kwa kituona tunafanya uchambuzi walikuwa wanapenda, kumbe inawezekana. Na tulikuwa tunapata simu nyingi bro, wengi ambao unaona anakupigia simu bwana, natamani kuwa kama wewe, anakupigia simu bwana, nifanyaje? Wako wengi. Leo wengine watangazaji, wengine wengi, yani kaanza kukutajia list hivi ambao hivyo unakaa mwingine anakuja unazungumza naye unamuelekeza. Kwa hiyo kumbe sisi tulifanya hii kitu iweze kuwa rahisi tulifanya wengi. Kwa hiyo ndoto za watu wengi zilianzia kwetu sisi. Achilia mbali kipindi cha Dr. Liki miaka hiyo. Unaelewa? Lakini sisi kwa maana mimi Ali Mayai na wengine ambao tulikuwa tunakuja ndio tufanya watu wengi waone kwamba kumbe na mimi naweza kaja kuwa mchambuzi. Alizungumzwa hilo pengine wakilizungumza wanaweza wakatupatia wakubwa ambao hatustahili kuwa nao, lakini huo ndio ukweli. Vijana wengi unaowaona hawa saizi sisi ndio tuliwafanya wapende hiki wanachokifanya, lakini wamekuja kufanya katika modo nyingine, na ndio maana ya revolution kwenye modo nyingine. Leo anaweza asikutaje kwamba ulimsupport kwa namna nyingine au uliminspire, lakini ayekaa pekee yake ajua moja alininspire kufanya kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo nafikiri mimi nicho, kwa hiyo ni wakati wao. Na ndio kasa mimi sasa hivi siwezi nikakaa tena nianze kashta kwenye uchambuzi, nianze kushindana na mtu. Mimi level nilishavuka. Mimi sasa natoa opinions zangu kama Dominic Salamba, kama mkufunzi. Naendelea kutoa opinions za kwangu mimi kama chief Nzobane kama Zoo Mfela.